Cha kwanza na wasalimu nyinyi wote ambao mnanifuatilia. Mungu awabariki, Mungu awabariki sana. Pia nimeulizwa na maswali na watu amesema, kiongozi, kwa nini hukutuambia na sisi tuungane kwenye kanisa? Kwa nini we pasteri kama wenzetu? Kwa nini hukutuita tuwe pamoja? Kwa nini hukukuja kanisa yetu tukupe cheo? Cha kwanza, mimi sigomanie vyeo. Mimi sigomanie kama cheo ninacho. Cha pili, mimi niko mtu wa kiroho. Tumetembea dunia sana, tumestarehe, tumepata pesa, tumefurahi, tumekula maisha. Kwa hiyo ni muda wa kutumikia Mwenyezi Mungu. Haleluya. Huu ni muda wa kutumikia Mwenyezi Mungu aliyotuumba. Kwa hiyo ndio maana tumeamua tukae, tumpumzike, tusabu yaliyopita, tujenge hekalu ya Mwenyezi Mungu, tuite watu wa kiroho, tusaidiane, pia tumpigie Mungu magoti atusamehe na atulinde na atuongezee maisha ya kuishi. Ndio maana chanzo cha kufungua kanisa ni kuendelesha ibada ya Mwenyezi Mungu, sio kutafuta sadaka, sio kutafuta vyeo au sifa, hapana. Kwa hiyo asante sana, na wanayotaka tuungane, mimi sina shida. Ukiwa na mtu na neema nzuri na lengo nzuri ya kuungana na mimi, karibu sana, nipigie simu, tufanye kikao, tukubaliane maneno, na pia tufanye maombi na tufanye huduma. Sina shida na mtu. Mimi sitafuti cheo, sitafuti pesa, sitafuti masifa, hapana. Na kuna watu ambao wanakaa kwa kuhukumu watu. Fulani alikuwa hivi, fulani ni hivi, fulani alikuwa hivi, yule mchungaji alikuwa hivi. Maandiko yanasema usihukumu na usije kuhukumiwa. Maandiko ndio gisa ninavyosema. Na sisi kama viongozi hilo tunalifahamu. Ndio maana tunawaita watu wote waje mbele ya Mwenyezi Mungu waombe msamaha, Mungu awasamehe. Na maandiko yanasema hakuna dhambi isiyosamehewa. Kila dhambi zote zinasamehewa. Kwa hiyo ujisikie huru. Sisi wote, wasikudanganye, hakuna mtakatifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Wasikupige mkwala. Sisi wote tunatubu dhambi, tunamlilia Mwenyezi Mungu, tunapiga magoti, Mungu anatusamehe, pia anatulinda, pia ametupa na mafuta ya kubariki watu. Ndugu zangu, hapa duniani kila mtu ana dhambi, lakini bora kuacha kuliko kuendeleza dhambi. Nimeuliza swali na watu. Fulani amegomana na mkeo, wakaachana na mkeo, aweza kaimba mkwaya, yule hana mwanamke. Fulani amefungwa, fulani ameacha mtoto wake, haweza kaimba, haweza kufanya huduma ya Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, wewe sio Mungu na usema hivyo. Acha maandiko yazungumuze. Wewe unachokisema unajifurahisha tu na unafurahisha wengine, na wewe ni shetani. Upendi huduma ya Mungu endelee. Usikae kwa kuhukumu. Mambo hayo hayakuhusu. Acha sisi viongozi, sisi mapasta, tukae tufanye maombi, tukemee pepo hiyo katika jina la Yesu Kristo. Tukemee pepo hiyo katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao wameniuliza maswali ambayo hayaeleweki. Wanasema ukiwa kiongozi ambaye umefungwa, unaruhusiwa kuhubiri? Ndugu zangu, someni maandiko. Paulo umefungwa, wakina Timotheo umefungwa, unasikia? Mathayo wamepigwa, Nuhu wameteswa, Yohana wameingia kwenye jela. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo mwe mnasoma maandiko kwanza kabla ya kuhoji swali. Pili, kuna wengine anasema Mkristo hawezi kuwa Mkristo ambaye ameachana na mkeo. Unasikia maneno, hawezi kuwa ni Mkristo ambaye ameachana na mkeo. Wewe unayosema hivyo ni kama nani? Wewe ni Mungu au ni nabii au ni mtumishi? Kwa hiyo sisi hatukae kwa kuhukumu watu. Ukipenda kumtumikia Mwenyezi Mungu, omba msamaha, piga magoti, Mungu atakusamehe. Mbinguni pataenda mmoja mmoja, hautaenda na familia yako. Mbinguni utaenda wewe pekee. Usiangalie mkeo, usiangalie mmeo. Biblia inasema ukipenda kunitumikia, acha familia yako nifuate. Haleluya. Biblia inasema ukipenda kunitumikia mimi mfalme Yesu, ukipenda kunitumikia mimi mfalme Yesu, acha familia yako nifuate mimi. Haleluya. Kwa hiyo sasa wewe ukiacha familia yako, ukimfuata Mwenyezi Mungu, maisha yako yatakombolewa. Haleluya. Maisha yako yatakombolewa. Kwa hiyo tunachokisema sasa hivi, usiangalie historia yako, angalia mbele ya Mwenyezi Mungu. Watu wengi wananiuliza, kiongozi, kuna fulani ambaye ameachana na mkeo, kwa hiyo unaweza kumpokea? Kwani kuachana na mkeo ndio usimtumikie Mwenyezi Mungu? Kuachana na mkeo au kuachana na mmeo, mume wako akisha kuacha,
ina maana uende kwenye bar, uende kasino, uende kujiuza ndo maana yake? Hapana, haimaanishi hivyo. Njoo kwa Yesu akubariki, njoo kwa Yesu akupe maisha, njoo kwa Yesu akuhurumie, njoo kwa Yesu akupe nafasi, njoo kwa Yesu mtumikie, njoo kwa Yesu akupe na nguvu, njoo kwa Yesu pate baraka. Achana na maneno ya watu, achana na maneno ya shetani. Shetani hana nafasi, shetani hana na nguvu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wasikuvunje moyo, wasikuvunje nguvu, wasikuvunje imani, wewe wasikae kwa kuhukumu. Hakuna binadamu aliyokamilika. Nasema hakuna binadamu aliyokamilika. Wewe mwenyewe unaoniangalia sasa hivi, wewe ndio mkamilifu? Unafanya mangapi hadi ufikie sasa hivi? Umetembea na wanaume wangapi hadi ufikie sasa hivi? Umetembea na wanaume wangapi hadi ufikie sasa hivi? Na umetembea na wanawake wangapi wewe hadi ufikie sasa hivi? Umefanya mangapi kwenye maisha yako? Umezaa na wangapi wewe? Umetoa mimba ngapi wewe? Umefanya ushati namna gani? Umefanya uongo namna gani? Umeiba namna gani? Kwa hiyo ukae kwa kulaumu watu. Ndugu zangu, usikae kwa kulaumu watu. Usikae kwa hacha watu wafanye kazi ya Mwenyezi Mungu wakiwa kwenye amani. Nasema hacha wafanye kazi ya Mwenyezi Mungu wakiwa kwenye amani. Kama wewe umeshindwa, nenda nyumbani ukakae. Usiwavunje watu roho. Haleluya. Usiwavunje watu roho. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo asante sana, Mungu abariki. Karibu sana kanisani. Tutaanza na saa 7, tutamaliza na saa 8 hapa Moline, na tunakuja kuabudu Mwenyezi Mungu. Atuhurumie, atusaidie, atubariki. Atuhitaji masifa au chochote. Tunafanya kazi ya Mwenyezi Mungu gisa alivyotuahidi tuifanye. Gisa ametupa agano letu, ila tuifuate. Kwa hiyo asante, Mungu abariki sana. Majina mnanifahamu, ni mimi mchungaji Abedi Bigman. Asante.